Katika ulimwengu huu wa kisasa, dhambi ya uzinzi imehafifishwa na kufanywa kuwa muundo mpya wa maisha ya kisasa. Imekuwa kama ustaarabu mpya ambapo mtu anaweza kujisikia fahari kusema ya kwamba yeye ni mzinzi. Vyombo vya habari, mitandao ya kijamii inahamasisha watu kufanya mapenzi bila kuwa wanandoa. Watu wanajisikia fahari, akina dada kwa kina kaka, ya kwamba wana watoto lakini hawakuwa katika ndoa. Dhambi hii ya uzinzi, mpendwa mtazamaji, bado ina matokeo yale yale. Ndoa zimevunjika. Wanandoa ambao awali walipendana vizuri, lakini leo ni maadui wakubwa wasiotaka hata kuonana. Dhambi ya uzinzi imepelekea watu kuuana, watu wamekatisha maisha yao. Dhambi ya uzinzi imeleta fedheha kwa watu ambao hawakutegemewa. Watu waliodhaniwa wana heshima katika jamii, dhambi ya uzinzi imewadhalilisha. Dhambi ya uzinzi imepunguza ujasiri wa watu ambao awali walisimama kama watu ambao wangeunganisha watu wengine waliokata tamaa. Dhambi ya uzinzi imepelekea familia nyingi ambazo zilikuwa ni vioo vya jamii, vioo katika kanisa, vimefifia na ule ujasiri umepotea. Pendwa mtazamaji, dhambi ya uzinzi ni dhambi ambayo imejeruhi mioyo ya waliotenda, waliotendewa na hata watu waliowazunguka. Dhambi ya uzinzi, mpendwa msikilizaji, ilipokuwa imefika katika viwango vya juu sana, Mungu alidhamiria kuteketeza miji miwili ya Sodoma na Gomora katika ile Mwanzo sura ya 11. Dhambi ya uzinzi, mpendwa mtazamaji, kadri ambavyo inazidi kuongezeka, wanadamu wakizidi kuihalalisha na kuifanya iwe kawaida, Mungu anazidi kukasirika. Dhambi ya uzinzi inapozidi kuwekwa wazi katika vyombo vya habari, katika magazeti na machapisho, na kuonekana ya kwamba ni sawa katika madanguro, sehemu za starehe, kumbi za sherehe, mahali watu wakionesha vitendo ambavyo vinaonesha wazi kwamba ni mambo ya ngono, Mungu anakasirika. Dhambi ya uzinzi, mpendwa msikilizaji, inaenda kinyume na mpango wa Mungu wa uumbaji. Dhambi ya uzinzi inapohalalishwa inawafanya wanadamu kuwa kama wanyama na kupoteza kusudi lao la awali la maisha yao. Dhambi hii, mpendwa mtazamaji, bado ina matokeo yale yale. Bado inaumiza, bado inajeruhi, bado inawafanya wakazi wa dunia hii waishi bila kusudi. Bwana atusaidie tuitazame katika uchafu ule ule ambao ilitazamwa tangu mwanzoni, wala tusije tukapata chochote cha kuisafisha, kuihalalisha, kuipaka mafuta. Bado ni dhambi mbaya, bado ni chukizo mbele za Mungu. Haipaswi kupewa hata nafasi hata kidogo, kupewa sababu ya kufanyika kwake. Ndoa nyingi ambazo zimeharibika ni kwa sababu ya dhambi ya uzinzi. Wanaume kwa wanawake, kwa sababu ya tamaa ya fedha, tamaa ya mwili, wengi wamepoteza kusudi la kwanza la uwepo wa ndoa, taasisi takatifu ambao Biblia inathibitisha, inasema ya kwamba malazi yake yanapaswa kuwa safi. Wanandoa hawa wamebatilisha amri hii takatifu. Taasisi ambayo ilikuwa na lengo zuri imebadilishwa na kuonekana ni kituko katika maisha ya sasa. Bwana anasema ya kwamba yeye habadiliki. Kama aliwaadhibu wanadamu wa kwanza, bado atafanya hivyo hata leo. Bwana atusaidie tuheshimu taasisi hii ya ndoa, tuishi sawasawa na makusudi ya Mungu, ili tuweze kustahimili panapo saa ya hukumu. Bwana akubariki.